Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine ya leo. Tunaendelea na somo letu linasema kwamba mbinu 5 bora za kimungu ziletazo mafanikio. Tulijifunza siku ya kwanza mbinu ya kwanza kwamba tegemea kwa Yehova Mungu aliye hai. Lakini tukajifunza tena mbinu ya pili kwamba uwe na malengo na maono, alafu weka mikakati na kuitekeleza. Leo tuendelee mbinu ya tatu ambayo Roho Mtakatifu anatufundisha ili tuweze kuelea kwenye mafanikio ambayo tuko nayo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku hii tena. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mkuu na mwalimu mwaminifu katikati yetu, kajifunue na kutusaidia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu, sema na msikilizaji wetu mahali anapotutazama, na Roho yako Mtakatifu Mungu akaguse na kufunua ufahamu na akili ya Bwana. Ana mawazo, ana maono, anatamani kufanikiwa, lakini Bwana tunaendelea kujifunza pamoja ili kuendea hayo mafanikio. Roho Mtakatifu kafunue hizi siri zaidi ya tunavyomwelekeza hapa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Mbinu ya tatu inasema kujitawala na kutumia muda vizuri. Kujitawala na kutumia muda vizuri. Mpendwa, mafanikio sio matokeo tu ya ghafla wala ya bahati nasibu, bali ni maamuzi ya kila siku. Kwa hiyo ni mfululizo wa maamuzi ya kila siku ndio unaoleta mafanikio. Kwa hiyo sio jambo tu la bahati nasibu kwamba unaweza kulala ukaamka tayari umeshafanikiwa. Kwa hiyo tunajifunza kujitawala na kutumia muda vizuri. Kujitawala maana yake ni kujitawala ni uwezo wa kujidhibiti na kuwa na maamuzi binafsi. Uwezo wa kujidhibiti na kuwa na maamuzi binafsi. Sio mtu anakupangia, sio hisia zinakupangia, sio mwili unakupangia, bali unajitawala mwenyewe kwamba unakuwa na uwezo wa kujidhibiti, halafu unakufanya maamuzi binafsi, hauendeshwi na mawazo ya watu. Kitu gani kinachokuendesha sasa? Yale maono ulionayo. Kama tulivyojifunza kwenye mbinu ya pili, yale maono ndiyo sasa yanakuendesha kwamba kwa maono haya sitakiwi kufanya 1, 2, 3, sitakiwi kwenda huku na huku, sitakiwi kutumia muda wangu ovyo. Hapo unakuwa umejitawala. Kwa nini tunajifunza kujitawala na kutumia muda vizuri? Muda ni uhai. Muda ni mafanikio. Kwa hiyo kutumia vibaya muda ni kuchezea mafanikio yako. Kutumia vibaya muda ni kuchezea uhai ulio nao. Kadri siku zinavyokwenda, kuna matukio na kuna mambo kadha wa kadha ambayo ni lazima yatokee ili kutengeneza mfululizo wa mafanikio yako. Kwa hiyo hatua kwa hatua unakuwa unaendea mafanikio kulingana na jinsi unavyotekeleza kila tukio katika kila siku. Kwenye neno la Mungu, kwenye kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 na mstari ule wa 4, Biblia inaeleza kwamba kila mtu awe na uwezo wa kuweza mwili wake. Kuweza mwili wake ni maana yake nini? Kujitawala. Mwili usikuendeshe. Sio lazima huo muda uende mahali fulani. Kama una jambo lako la msingi la kufanya, lazima ujitawale. Si lazima kutumia hicho kiasi cha fedha ambacho unakitumia kisa tu umetamani kwenda. Lazima ujitawale, uone unafanyaje. Lakini kwenye Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 17 anaeleza, anasema kwamba tusiwe wajinga. Tufanye nini yaliyo mapenzi ya Mungu, tukiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa nini tukiukomboa wakati? Tunaukomboa wakati ili tutumie vizuri. Na kukomboa ni kuchukua kitu ambacho kimetekwa, kitu kilichogandamizwa, unaenda kukinyang'anya. Kwa hiyo anatuambia tuukomboe wakati, kwa maana yake nini? Kila wakati una vita yake. Shetani hata ruhusu ufanye kila kitu kwenye kila wakati. Kwa hiyo ni lazima huo wakati uukomboe kwa kuupigania, kuhakikisha kwamba kila ulichokipanga kwenye huo muda kinaenda kufanikiwa. Kwa hiyo hauachi muda wako utumike ovyo. Lakini kwenye Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 8 kuna vitu vizito pale anavieleza kwa namna ya kujitawala na kutumia muda vizuri. Anaanza kwa kusema kila jambo lina wakati wake, kila kusudi lina majira yake. Kila kitu pale ameeleza. Anasema kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa kutupa mawe, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kuchukia, kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kukumbatia, kuna wakati wa kutokumbatia. Maana yake nini? Ukienda kinyume ukafanya jambo wakati wa kupanda wewe ukataka kuvuna, hautafanikiwa. Wakati wa kutupa mawe wewe ukataka kukusanya mawe, hautafanikiwa. Na hapa ametumia lugha ya picha. Kutupa mawe na kukusanya mawe ni lugha ya picha, akimaanisha watu tunakusanya mawe kwa ajili ya kujenga na tunatupa mawe kwamba sio muda wa kujenga. Tafsiri yake ni nini? Tunatakiwa kuwekeza kwa muda. Kila muda unapofika una fursa yake. Kipindi cha kilimo kikifika, fursa yake ni kulima. Kipindi cha kuvuna kikifika, fursa yake ni kuvuna. Kwa hiyo kama unawekeza, unaweza kuwekeza kwenye stoku ya mazao. Huwezi kuanza kuwekeza kulima, unawekeza kununua mazao ambayo tayari yamekwisha kulimwa. Kwa hiyo nini? Unafanya kila jambo
kwa majira yake na wakati wake. Na vita kubwa hapa iko nini kuelekea mafanikio? Watu wengi wanakuwaga na roho ya kuahirisha. Watu wengi wanakuwaga na roho ya kuacha. Hawataki kufanya kitu kwenye majira walioelekezwa. Hawataki kufanya kitu kwenye nyakati walizoelekezwa. Nyakati za kujiliwa, nyakati Mungu amefungua milango, ni wakati unatakiwa kufanya hilo jambo, sio wakati mwingine. Ukifika muda wa kukusanya mawe, ni lazima ukusanye mawe. Ukifika muda wa kutapanya, lazima utapanye. Ukifika muda wa kukusanya, lazima ukusanye. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutumia muda wako ovyo. Kwenye ile Mhubiri sura ya 3 kusoma mstari wa 2b pale anaeleza sana habari ya mambo ya wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Lakini pia kwenye Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 41 hadi 44, Yesu Kristo anapouona ule mji anaulilia, na anapoulilia anatoa sababu, anasema laiti ungelijua hata wewe siku hii ya leo yapasayo amani. Kwa hiyo kumbe kwenye ile siku kulikuwa na jambo ule mji walitakiwa kujua nini cha kufanya. Hata sisi katika nyakati tunazoishi kuna jambo tunatakiwa kufanya. Sasa tuko kwenye nyakati za teknolojia, kuna jambo tunatakiwa kufanya kuendea mafanikio yetu kupitia nyakati za teknolojia tulizo nazo. Wakati wa kufanya biashara, fanya biashara. Wakati wa kuwekeza, wekeza. Wakati una nguvu, una uwezo wa kulima, lima. Wakati una uwezo wa kufanya vitu fulani, fanya. Kwa sababu gani? Ni wakati wa kuyatenda hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda ni muhimu sana kuutumia. Sasa unaweza kujiuliza, na utumiaje muda wako? Muda wako unatakiwa kuutumia kwa kuanza na kitu kinaitwa ratiba. Wakati tukiwa shule, walimu wetu walitufundisha habari za ratiba. Unashangaa muda fulani ni muda kwenda mstarini, muda fulani kipindi fulani hadi muda fulani kipindi fulani kinaisha, kinakuja kipindi fulani hadi kipindi fulani, unakuja muda fulani wa mapumziko, unakuja muda fulani wa chakula. Ni lazima uwe na ratiba iliyopangika vizuri. Unaanza wapi, unamaliza wapi. Kusikucha asubuhi halafu unaanza kuwaza hivi, hapa ninaenda wapi? Hiyo ni dalili inayokuonesha unatumia muda vibaya. Kwa kutumia muda vizuri, pangilia matukio yako ili hata mtu akikupigia simu sasa hivi, nataka bwana kesho twende mahali fulani, una ratiba, unamwambia kesho na 1, 2, 3, ratiba yangu imejaa. Kwa nini? Unapambania maono ulio nayo, unahangaika kuendea maono ulio nayo, unautumia muda wako vizuri. Acha kutumia muda vibaya. Watu wengi sana wamepotea, watu wengi sana hawajafikia mafanikio yao kwa sababu walitumia muda vibaya, na wengi wamefika kwenye muda wa kujuta. Wanaanza kusema laiti ningejua, laiti ningekuwa kijana, laiti ningekuwa na umri fulani. Wengine walipoteza muda wao walipokuwa wanasoma, wakawa na tabia mbaya, sasa wanajuta, sema laiti ningelisoma, inawezekana ningekuwa mtu fulani. Wengine walipoteza muda wao wakati wenzao wanapanda, wanachukua mbegu wanaenda kupanda shambani, wao walikuwa wamekaa majumbani mwao. Wakati wenzao wanavuna, wao hawaendi kuvuna. Kwa sababu gani? Walitumia muda vibaya. Hata kama unavua, kuna muda kwenda kuvua na kuna muda ambapo ukienda upate samaki. Lazima utumie muda vizuri. Lakini hata kwenye nyakati za kiserikali, kuna nyakati kampeni za serikali zinaenda upande fulani, dira ya serikali inakuwa inaelekea kwenye muda fulani. Lazima na wewe uhame kuendana na huo muda. Usiendelee kuwekeza kwenye vitu ambavyo serikali kwenye dira yake haielekezi, haionyeshi mwelekeo huko, na wewe unaendelea kuwekeza huko, baadaye utakuja kukosa soko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi kuna mambo ya teknolojia, ni muhimu kuwekeza huko. Anza kutafuta namna ya kutumia muda wako kwenye mambo ya kiteknolojia, lakini ukuletee mafanikio. Tumia teknolojia ulio nayo kuendana na mafanikio. Usianze kusema zamani mbona wenzetu hawakufundisha kwa teknolojia, mbona hawakutumia simu. No, ule wakati, kumbuka tunachojifunza, kujitawala na kutumia muda vizuri. Muda huu tuna hizo teknolojia, kwa muda ule hawakuwa nazo, kwa hiyo hawakuweza kuzitumia kwa sababu hawakuwa nazo. Sijajua unayetusikiliza, unatumiaje muda wako? Unatumiaje muda wako? Mimi ninashangaa, unakuta mtu ana muda anasema ninalala. Okay, wewe fikiria kama kila siku unalala masaa 3 mchana, bado usiku unalala masaa, labda unalala saa 3 usiku, unakuja kuamka saa 12 asubuhi. Jaribu kujumlisha uone umri wako wa sasa hivi ulionao. Hesabu mara hayo masaa unayolala kila siku, zidisha mara siku kulingana na umri wako, uone una miaka mingapi umelala. Halafu baadaye mtu anaanza mimi sikufanikiwa. No, umetumiaje muda wako? Kuna watu wengine wanatumia sentensi hizo, wanasema ninaenda kupoteza muda. Ukiupoteza muda unapoteza uhai wako. Hebu jitawale, tumia muda wako vizuri. Usikubali kuwepo na muda ambao hauna kitu cha kufanya. Usiweko muda ambao wewe unaenda kupoteza muda. Acha kupoteza muda. Nimesema muda ni uhai. Muda ni mafanikio yako. Unapopoteza muda unapoteza uhai wako, unapoteza mafanikio yako. Unapoteza muda wa watoto wako, unapoteza uhai wa watoto wako, unapoteza mafanikio ya watoto wako, unapoteza mafanikio ya familia yako, unapoteza mafanikio ya kampuni yako, unapoteza mafanikio ya maono yako unapopoteza muda. Lakini kitu kingine cha kusisitiza hapo kwenye kutumia muda, lazima ujifunze kufanya kitu kulingana na muda.
Umepewa maono leo, Roho Mtakatifu amekufunulia, umepata ushauri, umeona, umesikia na ukasikia msukumo wa kufanya. Usiseme nitafanya mwakani. Mwakani hautakuwa na wingu kama hilo, hakutakuwa na wimbi kama hilo, hakutakuwa na upenyo kama huo. Kwa hiyo sasa, muda sahihi wa kufanya vitu sahihi ni unapoona upenyo upo, unapoona fursa ipo, unapoona uwezekano upo. Fanya, usisubiri. Tumia muda wako vizuri, fanya. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Kila jambo lina wakati wake, kila jambo lina majira yake, kila kusudi lina majira yake. Hebu tekeleza hilo kusudi kwa majira yake. Kwa ambaye uko shule, soma kwa bidii kwenye muda unaosoma. Kwa ambaye unafanya biashara, fanya kwa bidii kwa muda huo unaofanya biashara. Kwa unayelima, lima kwa bidii kwenye muda unaolima. Tumia muda wako vizuri. Acha kupoteza muda. Muda unakupeleka kwenye mafanikio. Kadri unavyokuwa na muda mwingi wa kufanya kazi zako, unapokuwa na muda mwingi wa kushughulikia maono yako, unapokuwa na muda mwingi wa kushughulika kufanya kazi za kukuletea kipato, ndivyo kipato kinavyoongezeka. Chukulia mfano, mtu anayelipwa kila saa shilingi labda 10,000. Okay, akifanya masaa 6 maana yake ni 60,000. Fikiria akiongeza akafanya masaa 12, anaondoka na 120,000. Kulikoni akisema mimi saa moja tu linatosha. Kwa hiyo kumbe ukiutumia muda vizuri unakuletea kipato kizuri. Wakati una nguvu ni muda ambao unatakiwa kuwekeza. Wakati una afya njema ni muda ambao ni mzuri. Usije ukasubiri hadi ule wakati ambao hauwezi kutembea tena, hauwezi kuinuka tena, alafu unaanza kujuta. Hapana, usisubiri ule wakati wa kuwa mzee ndipo uanze kufikiri kuwekeza. Hapana, anza ukali una nguvu. Anza hapo ulipo. Usijione bado mdogo. Kama unanisikiliza hata kama bado uko shule na unaona kuna upenyo wa kuanza kufanya vitu ABC vya kuanza kuelekea kwenye mafanikio yako, anza kufanya. Una kipaji cha kuimba, anza kuimba kwa huo muda ulio nao. Una kipaji cha kufundisha, anza kufundisha kwa muda huu ambao umejigundua unacho. Kila karama ulionayo anza kuifanyia kazi kwa muda. Karama inapogeuka inaleta mafanikio. Tumia muda vizuri. Wakati wako wa kuchanua ni lazima uchanue. Hakuna mimea ambayo inapandwa mashambani wakati wa kutoa maua isitoe maua. Kwa sababu gani? Isipotoa maua kwenye wakati wa kutoa maua haitafanikiwa, haitazaa. Kwa hiyo muda wako wa kutoa maua, hebu toa maua. Yawezekana huko unatarajia kuingia kwenye ndoa, unatarajia kuolewa, unatarajia kuoa. Wakati wako ukiona umefika, Roho Mtakatifu anakusukuma, wakati umefika, fanya hayo maamuzi, uyaendee hayo mafanikio yako. Na tulijifunza tukasema mafanikio ni kitu kipana. Hatumaanishi tu fedha basi, hatumaanishi tu kuwa na elimu kubwa basi. Yote hayo ni sehemu ya mafanikio. Kwa hiyo unaweza kufanikiwa kuwa na fedha, unaweza kufanikiwa kuwa na elimu kubwa, unaweza kufanikiwa kuwa na miradi mingi, unaweza kufanikiwa katika hatua fulani unayoitaka. Maana yake ni kutoka ngazi ya chini kwenda ngazi ya juu. Kama ulikuwa hujaolewa, ukiolewa umefanikiwa, kama ndio alikuwa maono yako. Ulikuwa unataka kuanzisha biashara, umeanzisha, umefanikiwa, ni maono yako. Kwa hiyo kazana kuiendeleza hiyo biashara. Asante kwa kutusikiliza, na nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akupe neema ya kuendana na muda na spidi ya kuendana na muda, kutekeleza vitu kulingana na muda katika jina la Yesu. Anasema tu ukomboe wakati, maana zama hizi ni za uovu. Na nakuombea kwa damu ya Yesu ukomboe wakati wako. Shetani asiunyang'anye wakati wako katika jina la Yesu. Shetani asikuletee vipotezea muda, shetani asikuletee mambo ya kupoteza muda. Usiwe na majukumu ya kupoteza muda katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu akuongoze katika kutekeleza mipango kulingana na muda na majira katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakubariki kwa damu ya Yesu Kristo. Nenda ukafanikiwe katika jina la Yesu. Amen.